Guys, everyone, wherever you are, hope you are doing well. Jamani watazamaji wangu wapenzi, najua Mungu amewahifadhi na mko salama jamani. Mimi Messi nawapenda sana na ninawaombea kila itopo leo. Yes. My viewers, I Messi, I always pray for you, my viewers. And I know God is faithful to you all. Yeah. Today, guys, I have a good news story. Nina habari njema leo. Nina habari njema. Tena nzuri sana ambayo haibagui. Hii habari njema haibagui. Ndugu yangu, uwe unampenda Mungu, usiwe unampenda Mungu, hii habari njema inakuhusu, haibagui. I have a good news story. It is not secret, people. If you like Jesus or not, if you have faith or not, it is not secret. It is a good news for all people, all kind of people, all kind of beliefs. This news is for you. Sikilizeni wapenzi. Leo nataka niwaambie habari njema. Kipindi cha nyuma nikiwa bado binti, nikiwa nasoma shule ya msingi, nilikuwa na babu yangu mmoja wa kiukoo. Long time ago, when I was a young, studying at a primary school, I had my grandfather. Yeah, it is for grandfather for families, not the little one who utajua hujui. Hicho ndicho Kiingereza sasa. Sasa nakwambia huyo babu yangu alikuwa anampenda Mungu sana. That my grandfather was really love God. And he normally comes to our home to greet us. Maybe once per day or twice per day. He normally comes. And when he came, he normally tell us stories about Jesus. Yeah, the power of Jesus, the power of the name of Jesus. He normally tells us. So one day when he came, siku moja alipokuja akatuhadisia habari ya mama mmoja. Huyo mama yeye alikuwa ni Muislamu. Jamani Waislamu mpo? Kometini hapo kama mnanisikiliza. Kometi basi. Huyo mama alikuwa ni Muislamu. Lakini katika maisha yake ya kukaa alikuwa anasikiza injili za Wakristo. Alikuwa anasikiliza injili, wakifanya injili nini, anakuwa anasikiliza Wakristo wakieleza kwamba jamani Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anasaidia. Yeye anasikiza na kawaida tu, lakini vinamuingia, havikai, vinatoka. Ila anasikia kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Ukimuita wakati wa shida atakusaidia. Rafiki yangu, ni ukweli. Siku moja babu alikuwa ananieleza, anatupigia hiyo story ya kwamba siku moja akawa ameenda polini kushenya kuni. Alivyokuwa ameenda kushenya kuni kule polini, kumbe kwenye lile poli, my goodness, kulikuwepo kuna nyati. Kinyati alikuwepo ni nyati yule mwenye mapembe. Yule jamani, yule mwenye mapembe hivi, yamekaa hivi. Yale mapembe yamekaa hivi. Nafikiri mnaweza mkaelewa, hapa kunakuwa na pembe limekaa juu nafu limepinda. Nafu huku tena pembe limekaa juu limepinda. Mtaelewa, nafikiri ni nyati. Nyati au kiboko. Alikuwa ni nyati au kiboko. Alikuwa mama ni nyati, si nyati ndiye na zoa hivi na mapembe. Niko na mama yangu hapa, yuko anakula.
amesema angewasalimia lakini yuko anakula. Mama nafu ni muoga wa kamera, hata anaogopaga kamera huyu. Mama muoga wa kamera, muoga. Ila amezaa mtoto jasiri. Unaona, eti je sio jasiri. Mimi jasiri eti. Wanafikia kuja kwa watu, my family, YouTube family like this, like you. Nakuja na poor English like me. Nataki ujasiri wewe. Mimi najifunza nafikia mchezo. Nataki ujasiri. 3 years later or 2 years later, I will be speaking like English like American woman. Oh, you will see. You just watch my videos, you will see. Na siku moja nitakuonyesha ninapokuwa nikienda huko nchi za wazungu. Napanda na mpipa. Wewe subiri. Wewe subiria, utaona, utakuwa hapo. Anza tu kunifuatilia kuanzia mwanzo na utashangaa huyu Mungu naye kuhadisia jinsi alivyo mwema. Na kuambia yule mama akaenda kuokota kuni kile kiboko. Sio kiboko, kiboko ni hiki cha majini. Ilikuwa ni nyati. Ilikuwa ni nyati, sio kiboko. Ilikuwa ni nyati. Ilikuwa nyati. Sasa sijajua nyati ni aje, nyati. Lile nyati likaenda, yuko anatafuta kuni bila kujua. Ikaenda ikampa na pembe lile, ikambeba. Lilivyobeba hapo, likaanza kukimbia. Naye yule mama alivyobebwa tu na lile linyati, alichokumbuka ni ile historia za Wakristo waliokuwa na hubiri ya kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaponya. Ukimuita atakuokoa. Na yeye akakumbuka akasema, hapa sichezei uhai wangu. Huyu Yesu sio Muhammadi wangu, sio mtume wangu wala sio nani, lakini kwa sababu anamtaja anaokoa. Na muita leo. Akaanza, Yesu nahubiriwa na Wakristo niokoe. Yesu nahubiriwa na Wakristo niokoe. Kile kinyati kinamkimbiza kinaenda. Akaanza kupiga kile, Yesu nahubiriwa na Kristo niokoe. Yesu nahubiriwa na Kristo niokoe. Ile nyati na babu ananiambia lilikimbia, likatafuta sehemu ambao kuna kimti, yani kama Mungu tu sasa ndio pale Yesu alishuka kumuokoa. Kulikuwa kuna mti, kuna tawi limeenda hivi. Lile linyati likakimbia limembeba hivi, likakimbia likafika pale kwenye yule mti likajiegesha hivi. Yani kana kwamba linamwambia ondoka sasa. Lilivyojiegesha hivi, yule mama kuona kale katawi, akaruka pa. Alivyoruka tu, lile kinyati nasikia likatikisa hivi. Kutikisa likaona ule uzito haupo. Kwa nini lisitoke mbio? Nasikia lilikimbia, hakuna kugeuka nyuma. Yule mama akawa amesalimika hivyo kwa kuita jina la Yesu. Ndugu yangu, nakwambia, usiseme kwamba kwa ajili hawa sijui ni Wakristo, kwa ajili hawa sijui ni wa nini, hawa sijui ni wa nini. Hapana. Popote pale unapokuwa katika shida yoyote, ita jina la Yesu. Ni jina salama. Nilikuwa na kawimbo kazuri kanaimba hivyo, nimekasahau. Ni mara nimekatunga hapa nikawa na kaimba kazuri kweli ndio nikakumbuka na ushuhuda. Popote pale unaweza ukawa katika hali mbaya, lakini ukiita hilo jina la Yesu linakusaidia. Ni jina ambalo ukiliita linatikisika, linatikisa misingi ya dunia. Ni jina ambalo ukiita linatikisa mpaka kuzimu. Katika mchezo, mpaka kuzimu linatikisa. Hivyo nafikia ni mchezo hapo ukiita mtu mwenye jini. Ukibahatika kwa kutana mtu mwenye jini, mwenye pepo linamfanya vibaya, linamtesa humo. Ukianza kuomba na kukemea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, linaanza kupata shida, linaanza kuhangaika. Unafikia ni kwa nini? Jina hilo ni jina salama. Ni jina lenye nguvu. Maana neno la Mungu limesema hakuna jina tulilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa ni jina la Yesu. Kumbe jina la Yesu ndio tunalopaswa kuokolewa, na ndio maana hata yule mama alipoliita, nyati lilimpeleka moja kwa moja kwenye kamti.
likamwambia, ondoka, sitaji matatizo. Umeshaliita hilo jina, ondoka kwangu. Oh my goodness. Yeah. Ondoka kwangu. Hivi mnakumbukaga ile story ya kwenye Biblia? Yule baba Mgelasi anasema alikuwa amepagawa na mapepo mengi, majini mengi, hakai nyumbani, wakimfunga na minyororo anakata. Anakimbia ovyo, anapiga watu, anafanya uharibifu. Yeye akashindikana kukaa nyumbani, akaanza kukaa makaburini tu. Na kwenye njia ile ya makaburi kulikuwa kuna njia, watu wakaogopa kupita kwa sababu walikuwa wakipita wanakimbizwa, wanapigwa vibaya, wanararuliwa nguo zao, wanaumwa meno, wakaogopa. Ile njia ikawa haipitiki tena, ikabaki ni ya yule mtu aliyokuwa amepagawa na yale majini na yale mapepo, akiwa anakaa kaburini peke yake. Nywele zimeshakuwa ni hatari bara. Unakumbuka kilichotokea? Yesu akiwa yupo hapa duniani, anawaambia wanafunzi wake, twendeni huko, twendeni tukavuke, twende. Wanasema, Yesu, hapana, hiyo njia haipitiki, kuna mtu hatari. Anasema, twendeni hapo hapo. Kumbe unaweza ukakaa na Yesu haujui. Wanafunzi walikaa na Yesu hawajui kama anaweza kumuokoa yule mtu. Ndivyo na wewe ninavyokuambia, ukiwa mahali popote, unaona shida, unaona uchumi. Mimi niliita ile jina la Yesu, leo hii nina afya njema. Leo hii niko hai, ningekuwa nimekufa. Niliita hilo jina la Yesu, leo hii nina kazi. Nilikuwa sina kazi, rafiki zangu nawaambia, I'm telling you the truth. Niliita hilo jina la Yesu, likanisaidia. Huwezi kuamini, you can't believe linavyofanya kazi. Ila jifunze kwangu, lilifanya kazi makubwa zaidi mpaka leo. Kabisa. Walipoenda ile njia wanapita, yule mtu aliyokuwa amepagawa, hayakuwa anaitwa majini tena, akajiita ni jeshi. Maana ni mengi, hayana hesabu, yako ndani ya mtu mmoja. Can you imagine? One person, a lot of devil spirit, a lot of devil inside of him. Yalivyomuona Yesu yakatetemeka. Baada ya kukimbiza kuwalalua, yakatetemeka, yakaanguka, akasema, Yesu, mwana wa Mungu, tuna nini na wewe? Kwa nini unakuja kutuangamiza kabla ya muda wetu? Yesu akawauliza, nyie ni kina nani? Akasema, sisi ni majeshi. Majeshi. Usitutese Yesu, utuache basi tuende tukaangukie zile nguruwe. Yesu akaangalia, akafanya hapo yakamtoka, yakavaa manguruwe akaenda na yenyewe yakakataa kukana mapepo. Fikilini, nguruwe tu ni wanyama, lakini yalipovamiwa na mapepo yalisema, hatuwezi tukakana haya majini. Lakini leo kuna wanadamu wanapenda majini. Leo kuna wanadamu wanafuga. Leo kuna wanadamu wanaita. Unafikiria iko njia unayoona ni nzuri, unaita majini ya kusaidia. Iko siku yatakugeuka, yatakunyonya damu. I'm telling you the truth. Manani yakaenda kujitupa kwenye maji, yakafa yote manguruwe. Yakasema, kuliko kukana majini ndani yetu, bora tujiue, tufe. Jamani, popote pale, ita jina la Yesu, litakusaidia. Ita, usiogope. Ita. Ukiwa katika msongo wa mawazo, ita, utaona litakavyokufariji. Ni jina linalosaidia, ni jina linalofariji, ni jina linaloponya. Ngoja nikuimbie kawimbo la kuaga kwa heri. Peleka jina la Yesu popote uendako, litafurahisha mioyo. Peleka jina hilo, thamani na tamu ni jina lake Yesu. Thamani na tamu, haleluya, ni jina lake Yesu.
tafadhalini watazamaji wangu, subscribe, unipe support yako. Subscribe, like video, share kwa watu wengine wasikie ushuhuda huu ulivyo mzuri na mwema. Mungu akubariki sana na kupenda. Kwa sababu Mungu ni pendo, na wewe ufanyike pendo kwangu jamani. Subscribe. Usiangalie tu hivi na ukaacha. Jamani, Mungu ni pendo. Na wewe pendo. Mungu akubariki. Amen. I love you.